Jamani, nini tena? Umeota kitu gani? Kumbe ni ndoto. Ni ndoto gani za kumwota mke wako mchana kweupe hivi? Hata hivyo, mimi ni kama mjinga. Hivi, imekuwaje kwanza nikakubali kuingia kwenye mahusiano na mume wa mtu? Au ndo mapenzi upofu? Mungu nisaidie katika kipindi hiki, nahitaji sana msaada wako. Mdori, usijali. Ni ndoto tu. Lakini kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Acha mimi nikakuletea maji ya kunywa. Hapana. Haina haja. Endelea kukatakata nyanya ili tule mapema. Mdori, unajua nimekaa, kuna kitu nimekiwaza. Inatakiwa hili swala tulifikishe polisi. Kwa maana mpaka tulipofikia kesi imeshakuwa ngumu kwangu. Baba Karobo? Hapana. Acha nikwambie kitu. Mtu aliyemteka Karobo mimi namfahamu vizuri tu. Na anahitaji mali zangu. Na mimi niko tayari kumpa kila kitu kwa ajili ya Karobo. Kwa nini umpatie mali zako na wakati kuna vyombo vya dola ambavyo vinaweza vikatusaidia? Kuhusisha polisi kwenye hili swala ndio kutamfanya babangu mdogo ammalize Karobo mapema sana. Mdori, baba yako mdogo? Sijakuelewa ama sijakusikia vizuri. Nadhani umenisikia na kunielewa vizuri baba Karobo. Ipo hivi. Mimi nilikuwa mtoto wa kishua sana. Ni mtu ambaye nimelelewa kwenye maisha ya pesa nyingi sana. Miaka 3 hapo nyuma wazazi wangu walipata ajali ya gari na wakafariki. Na tangu hapo walipofariki nikazulumiwa mali na babangu mdogo. Wazazi wangu wameniachia miradi mingi sana ya biashara, nyumba na magari. Lakini sasa hivi naishi kwenye single room. Na baada ya kuhangaika kote huko, wiki moja nyuma nilipigiwa simu na mahakama na kukabidhiwa mali zangu zote, huku babangu mdogo akitumia janja zake ili aweze kubaki uraiani. Na hapa ninavyokuambia, nimeshaandaa dokumenti zote ili niweze kumkabidhi baba mdogo wangu aweze kumwachia Karobo. Na kama ni mali zinatafuta tu baba Karobo. Oh.